Ndugu yangu na kusalimu kupitia jina la Yesu. Siku ya leo ningependa nikupe tofauti kati ya kuokoka na kusali. Tunaposema mtu ameokoka tunamaanisha kwamba huyu mtu amemkiri Yesu kwa kinywa chake kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na kabla hajamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, amejitathmini kwenye maisha yake na kuona kwamba ameenda tofauti na amemkwaza na amemuudhi Mungu na ametenda dhambi. Kwa hiyo anaposogea mbele za Mungu anaenda kuyakiri makosa kwamba ametenda dhambi, amemkosea Mungu na ameamua kuachana nayo kabisa na kumrudia Yesu au kumrudia Mungu. Hiyo ndiyo maana halisi ya kuokoka. Kwa hiyo ni namna mtu anajuta kwa dhambi ambazo amezitenda, na kwa kufanya hivyo sasa anasogea kwa Yesu, kwa sababu Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na kutubu makosa yake yote na dhambi zake yote, na kujisalimisha kwa Yesu kwamba hatarudia tena kutenda hiyo dhambi au kutenda haya maovu. Lakini siku ya leo watu tuko tofauti. Kuna mwingine huaga anasali lakini hajaokoka. Yaani anakuambia tu mimi ninasali lakini hajaokoka. Neno la Mungu linasema kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi wewe ndio uliokoka, umeokoka. Sasa kwa mtu ambaye hajamkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo mtu bado hajaokoka. Ila tunasema kwamba huyo mtu anasali. Kwa hiyo kwenye kusali mtu anaweza akasali, akaenda kanisani, lakini bado anaendelea kutenda uovu. Anazini, huku anaimba kwaya, usengenyaji kwa sana, huku ni mzee wa kanisa. Maovu mengi anafanya, lakini huku anajiita anamtumikia Mungu na anasali. Lakini kwa mtu aliyeokoka, ameamua kuyaacha yote. Ameamua kutiisha mambo ya mwili na kuipa roho nafasi. Ameamua kumtumikia Mungu katika roho na kweli bila kujali changamoto, na kuziacha dhambi ambazo alikuwa akizitenda. Huyo ndiye mtu ambaye tunamuita kwamba ameokoka. Ndio maana nasikia leo mtu anasali, anasema ninasali, lakini matendo anayoyafanya hampendezi Mungu. Kusema kwake anasali na matendo ya kwake anayoyafanya ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba ni vizuri mtu umkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na sio kumkiri tu, na kuziacha dhambi na kumgeukia Mungu 100% kumtumikia Mungu na usikubali kumtenda Mungu dhambi. Hiyo ndio maana halisi ya mtu ambaye ameokoka. Mungu akubariki. Na na imani kabisa kwamba kupitia tofauti hizi mbili utajitathmini mwenyewe kwamba uko mahali gani. Wewe umeokoka au unasali tu kama wanavyosema wengine kwamba tunasali lakini wanaendelea kutenda dhambi? Jitathmini ndugu yangu. Nakushauri okoka. Maana unavyosali, unavyosema unasali na unatenda dhambi, ni kama unajipotezea muda tu. Hakuna chochote unachokipata. Lakini unapoziacha dhambi na kumgeukia Mungu, umechagua njia sahihi, ambayo kupitia hiyo njia utaziona mbingu. Na kupitia hiyo njia utamuomba Mungu lolote, naye atalitenda. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na kutakia siku njema, na kutakia maisha mema, lakini pia na kutakia tafakari nzuri katika mfano huu ambao nimeutoa siku ya leo, na katika tofauti hii ambayo nimetoa siku ya leo. Mungu wa mbinguni akubariki sana.